Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, tunashukuru tena Mungu kutujalia neema kuwa pamoja kwa ajili ya kuendelesha somo letu madhara ya uzinzi na uasherati. Leo tunaenda kwa sehemu ya 5 ya somo letu, na nukta ya 5 ambayo tunaizungumzia leo, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ni kwamba dhambi ya uzinzi inavunja agano la jamaa zetu na Mungu. Dhambi ya uzinzi inavunja agano la jamaa zetu na Mungu. Tuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante, sababu leo ni siku njema tena ambayo umetupatia kuendelea na somo hili. Tunaomba ili Roho Mtakatifu awe pamoja nasi, atuongoze katika mambo yote. Tunapozungumza neno lako, tunahitaji uongozi wa Roho wako. Mtazamaji na msikilizaji naye anapotusikiliza na kututazama kwa somo hili, naye pia Roho wako aendelee kumsaidia na kumwongoza, na mambo yote yafanyike chini ya uwezo wa nguvu zako Mungu. Tunaomba tukiamini utatenda, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Tunaenda kwa usomi katika Samueli wa kwanza sura 2 mstari wa 22 na 23 yake. Inasema hivi, Samueli wa kwanza sura 2 22 23. Wakati ule Eli alikuwa mzee sana. Aliposikia yote ambayo wana wake walikuwa wanayatendea Waisraeli, jinsi walivyokuwa wanalala na wanawake waliokuwa wanatumika kwenye mlango wa hema ya kukusanyika, aliwauliza, kwa nini mnafanya jambo haya? Ninasikia kutoka kwa watu yote juu ya maovu mnayoyafanya. Amen. Pendwa mtazamaji na msikilizaji, hizi ni habari za watoto wa Eli. Eli kuhani mkuu ambaye alikuwa Shilo. Hapo ndipo Eli alikuwa anafanya kazi, na alikuwa akisaidiwa kwa kazi ya ukuhani na wana wake wawili, Fineasi na Ofuni. Hawa ni wana wawili wa mtumishi wa Mungu Eli. Lakini matatizo makubwa, hawa wana wawili wa Eli walikuwa na dhambi mbili kubwa. Ya kwanza, walidharau sadaka za Mungu, na ya pili, walikuwa wanazini na wale wanawake ambao walikuwa wanafanya kazi ndani ya hema ya Mungu. Walileta uzinzi ndani ya utumishi wao, walileta uzinzi ndani ya kazi ya Mungu. Mungu wetu atusaidie sana. Hapa ndani ya maandiko kuna mafineasi wawili, wote ni wa ukoo ya Haruni, babu yao ni Haruni, lakini ni mafineasi wawili tofauti. Fineasi wa kwanza anakuwa katika Hesabu 25 10 mpaka 13. Pale tunakuta Fineasi wa kwanza. Ni ya muhimu kabisa kujua ule utofauti. Wote ni watoto wa jamaa moja. Kama vile tunazoea katika jamaa zetu, watu wanaweza kuwa na jina ambayo inarudia ndani ya jamaa kulingana na muda na miaka. Ile jina inarudia. Alafu wote ni wa ukoo wa kuhani Haruni. Fineasi wa kwanza, huyu alikuwa mtoto wa Eleazari. Hapa kwa Hesabu 25 10 mpaka 13 inasema, Yahweh akamwambia Musa, Fineasi mwana wa Eleazari, mjukuu wa kuhani Haruni, ameizuia hasira yangu juu ya Waisraeli. Kati yenu ni yeye tu aliyeona wivu kama ule ninaokuwa nao mimi. Ndiyo maana sikuwaangamiza Waisraeli yote kwa hasira yangu. Kwa hiyo umwambie kwamba ninafanya naye agano ya amani. Ninaagana naye kwamba yeye na wazao wake watakuwa makuhani milele, kwa sababu aliona wivu kwa ajili yangu mimi Mungu wake, akawafanyia Waisraeli upatanisho. Ni neno la Bwana. Huyu ni Fineasi wa kwanza. Nini aliyofanya ambayo ilituma Mungu anafanya naye agano la amani na akamwambia watamzalia makuhani milele? Ni kwa sababu huyu Fineasi wa kwanza alikwenda kuwachoma mkuki Mwisraeli ambaye alikuwa akizini na binti mwa Midiani, wakati ambapo Musa wanaomboleza mbele ya hema la kukusanyikia juu ya madhara ambayo Mungu alikuwa amepiga taifa la Israeli kwa ajili ya uasi wao na uzinzi waliokuwa wanaufanya. Ukitaka kuelewa yale mambo, soma ile Hesabu sura 25 anza mstari wa kwanza mpaka kuendelea. Mungu amepiga watu zaidi ya 20,000
wameuawa kwa ajili ya hasira ya Mungu juu ya uzinzi ambao walikuwa wanaufanya. Lakini wakati wako wanaomboleza, Musa anaomboleza mbele ya hema hukusanyika, kijana mwingine tena akapita mbele yao na binti, na wakaenda tena kujifungia ndani ya nyumba na kuanza tena kuzini. Ndipo Fineasi, huyu mwana wa Eleazari, mjukuu wa kuhani Haruni, akapatwa na hasira kali, akachukua mkuki, akawafuata, akabomoa mlango, akawakuta katika ile tendo ya uzinifu wote wawili, akawachoma mkuki. Yaani alichoma ule kijana mkuki, ikamvuka mpaka ikaingia ndani ya ule binti pia ambaye alikuwa wanazini naye ikavuka mpaka ikaingia ndani ya udongo. Wakati Fineasi amefanya hii jambo, Mungu akasikia furaha sana kuona ya kwamba huyu Fineasi amesikia wivu kama vile wivu ambao nilikuwa nao mimi. Mungu amekwenda kuwaadhibu hawa ambao walikuwa wanatenda uzinifu. Kwa hiyo ninafanya naye agano ya amani, uzao wake watakuwa makuhani wangu milele. Na huu ukuhani uliendelea vizazi hata vizazi, vizazi hata vizazi, vizazi hata vizazi, mpaka tunafika sasa kwa kizazi cha Eli. Eli sasa ndio kuhani pale Shilo, na wakati iko kuhani pale Shilo, wana wake kulikuwa mwingine naye mwenyewe alikuwa tena na hii jina ya nani? Ya Fineasi. Sasa hawa wana walikuwa waovu, walikuwa wapumbafu kabisa, walikuwa wanadharau sadaka za Mungu, na walikuwa wanazini na wanawake ambao walikuwa wanatumika ndani ya hema ya Mungu. Hasira ya Mungu ikapanda. Usisahau somo letu kwa nukta hii ya 5, tuko tunasema dhambi ya uzinzi au uasherati inaweza kuvunja agano la jamaa zetu na Mungu. Mungu wetu atusaidie sana. Ndio maana mzazi mpendwa, ninakushawishi, amakia, kemea kwa ukali jambo hili ndani ya jamaa lako. Wachungaji wa makanisa, wazee wa makanisa, ninawashawishi kukemea kwa nguvu dhambi ya uzinifu ndani ya kanisa. Maana kama hatuikemei, kama hatuiadhibu, hii inaweza hata kuharibu agano la kanisa letu na Mungu. Mungu wetu atusaidie sana. Ni dhambi ya kuua. Sasa hatutachukua mpanga na kuua watu wazinifu, lakini kwa neno la Mungu tutaua dhambi hii. Kwa kuamakia tuue dhambi hii miongoni mwetu, kama vile Fineasi aliyofanya huu Fineasi wa kwanza, na ikamupa thamani mbele za Mungu, mpaka Mungu akamwagiza ya kwamba atafanya naye agano la milele, naye atamzalia makuhani milele. Bwana wetu atusaidie sana. Lakini inapofika kwa kizazi cha kuhani Eli, ile dhambi ambayo Fineasi wa kwanza aliweza kuua na Mungu akamwahidi kuzaa makuhani milele, wana wa Eli wanairudisha tena ndani ya kanisa na ndani ya jamaa. Na hii ilileta hasira kubwa kwa Mungu, mpaka Mungu akapiga jamaa ya Eli na akavunja ile agano aliyoisema ya kwamba watazaa makuhani milele. Bwana wetu atusaidie sana. Ndiyo maana kwa adhabu ambayo Mungu amepiga wana wa Eli, tukisoma katika Samueli wa kwanza sura 2 mstari wa 27, kisha tutaruka 13 mpaka 36, utashangaa kuona ya kwamba Mungu anavunja agano yote ambayo alikuwa amefanya tangu ule Fineasi wa kwanza, na anasema ninabadilisha kauli yangu. Tusome, sababu ni neno la Mungu, sherti tulifuatilie kimaandiko. Samueli wa pili sura 2 mstari wa 27, tutaruka 13 mpaka 34. Samueli wa kwanza tafadhali. Samueli wa kwanza sura 2 27 inasema hivi: siku moja mtu wa Yahwe alimwendea Eli akamwambia, Yahwe amesema hivi, nilijishughulisha kwa jamaa ya Haruni babu yako walipokuwa watumwa wa mfalme wa Misri katika nchi ya Misri. Tunaruka 13 mpaka 36. Kwa hiyo ujumbe wa Yahwe Mungu wa Israeli ni huu: niliahidi kwamba jamaa yako na jamaa ya babu yako mutakuja mbele yangu kunitumikia milele. Lakini sasa jambo lilo likuwe mbali nami. Nitawaheshimu wale wanaoniheshimu, na wale wanaonidharau nitawadharau. Ni ujumbe wa Yahwe. Angalia, siku zinakuja ambapo nitawaua vijana wote wanaume katika jamaa yako na katika ukoo wako,
hata hakutakuwa mwanaume yeyote atakayeishi na kuwa mzee. Utakuwa na wasiwasi na utawaonea wenzako wivu kwa zile baraka zote ambazo nitawapa watu wengine wa Israeli, lakini hakuna mtu katika jamaa yako atakayeishi na kuwa mzee. Mtu wako ambaye sitamwangamiza kutoka madhabahu yangu atakuwa ameponyoka kusudi nipofushe macho yake, naye atakufa moyo, na wazao wake watauawa kifo kibaya. Na litakalowapata watoto wako wawili, Hofni na Finehasi, ni hili: wote wawili watakufa siku moja. Hiki kitakuwa ni kitambulisho kwako. Kisha nitajiinulia kuhani mwingine mwaminifu atakayefanya kulingana na yale yanayokuwa ndani ya moyo na akili yangu. Nitamjengea ukoo imara, naye atatumika siku zote mbele ya mfalme wangu mchaguliwa. Yeyote atakayebakia katika jamaa yako atamwendea kuhani yule na kumwomba kikoroto cha fedha au mkate na kumwambia, ninakuomba uniweke kwenye nafasi moja ya kuhani kusudi niweze kupata tu kipande cha mkate. Ni neno la Bwana. Dhambi ya uzinzi au ya uasherati inaweza kuvunja agano ambazo jamaa zetu zilikuwa nazo tangu zamani na Mungu. Ndiyo maana wazazi, tusiruhusu jambo hili, tulikemee, tuliamakie, na Mungu aone ya kwamba sisi hatukubaliane nalo katika jamaa zetu, hatukubaliane nalo katika kanisa zetu. Mungu anatuma mtu kwa Eli na kumwambia, watoto wako wamefanya uovu. Sasa Eli, wewe niliagiza kwa babu yako ya kwamba mutakuwa munanitumikia milele, mutakuwa makuhani milele, lakini tangu sasa ninavunja ile agano. Ile mkataba niliyofanya nanyi ikatiliwe mbali nami, sababu wana wako wanazini na wanawake wanaofanya kazi ndani ya hekalu. Bwana wetu watusaidie sana. Wewe ambaye unatumika ndani ya kwaya, unatumika kwenye madhabahu na unazini na wanawake, unazini na wabinti ambao wanafanya kazi ndani ya kwaya, wanafanya kazi ndani ya kanisa, wanatumikia Mungu, chunga adhabu itakayokupata. Bwana wetu watusaidie sana. Hii itakuletea madhara. Kama ukienda kwa sura 3 mstari wa 13, huyu Mungu aliambia Eli ya kwamba amekwisha kumwambia ya kwamba atafanya jambo ndani ya jamaa lake, na watu ambao watakuwa wanasikia lile jambo, masikio yao itakuwa na washa, masikio yao itawaka moto, kwa tafsiri nyingine. Na Mungu alipotenda, alitenda. Wale watoto wawili wote walikufa kwa siku moja kwa hasira ya Mungu, kwa sababu ya dhambi ya uzinifu ambao walileta ndani ya hekalu. Agano ambalo Mungu alikuwa amelipanga la umilele ya kwamba watakuwa makuhani milele, Mungu alilivunja, akasema likatiliwe mbali. Angalia hapa, hii dhambi wakati Finehasi wa kwanza alivunja, aliua wenyewe walikuwa wanazini, Mungu akaahidi. Wakati huu Finehasi wa pili wa mwana wa Eli wanaleta tena uzinifu ndani ya hekalu, Mungu akavunja ile agano. Ndiyo maana Mungu anaweza kupendezwa na jamaa zetu na kanisa zetu wakati tungali tunaamakia na kuua dhambi ya uzinifu, lakini tunapoishangilia na kuiacha ifanyike kwa macho yetu bila kuamakia, bila kuiua kwa neno la Mungu na kwa kuamakia, bila kuadhibu, Mungu anaweza kuvunja agano ambalo alikuwa nalo na jamaa zetu au na kanisa zetu. Ndio maana mpendwa msikilizaji na mtazamaji, nilitaka kukushawishi, hepuka dhambi ya uzinzi na uasherati katika maisha yako ya kumtumikia Mungu, sababu hii dhambi inaweza kuvunja agano ambalo ulikuwa nalo na Mungu. Si kwa jamaa tu, si kwa kanisa tu, hata wewe mwenyewe. Mungu alikuwa amekuahidi mambo makubwa. Unapoingia ndani ya dhambi hii ya uzinzi, inavunja ile agano. Mungu alikuwa ameahidi kukuinua, sijui kihuduma, kikarama. Unapoingia ndani ya dhambi hii, Mungu anavunja agano ambayo alikuwa amefanya pamoja na wewe, sababu yeye ni mtakatifu na hawezi kushirikiana na uchafu. Bwana wetu atusaidie sana. Yeye ni mtakatifu na hawezi kuambatana na uchafu. Wazazi wapendwa, tukeshe kwenye jamaa zetu,
jambo hili tukiliona tuliamakie, sababu linaweza kuvunja ahadi ya Mungu, agano ya Mungu kwa jamaa zetu. Wachungaji unaosimamia makanisa, kesheni kuamakia dhambi hii, sababu inaweza kuvunja agano ya kanisa na Mungu, inaweza kuharibu ahadi za Mungu kwa kanisa. Yale maneno ndio tulitaka tena tukumbushane kwa hii nukta ya 5. Mungu akusaidie. Ninakuombea kwamba uzinifu usipate nafasi katika maisha yako na katika jamaa yako. Uzinifu usipate nafasi katika kanisa lako, katika kwaya yako, katika baraza yako. Uzinifu usipate nafasi katika kazi yako, sababu uzinifu unaharibu mambo yote. Tuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunasema asante tena. Leo umetupatia muda mzuri wa kuzungumzia neno lako Bwana. Ninamwombea huyu msikilizaji, ninamwombea huyu mtazamaji, katilia mbali dhambi ya uzinzi na uasherati katika maisha yake. Katilia mbali dhambi hii katika jamaa yake. Katilia mbali dhambi hii katika kwaya yake, katika baraza yake, katika kanisa lake, maana dhambi hii inavunja agano, inavunja ahadi ambazo Mungu alikuwa ameziahidi kwa jamaa zetu, kwa maisha yetu, kwa kanisa zetu. Ndiyo maana tunahitaji ukatilie mbali ubaya huu katika maisha yetu, na kama kuna mtu alikuwa ameanguka katika dhambi hii, Roho wako wakutane naye, amkoseshe amani, hata anaweza kutubu na kurudi tena kwa mstari wa usawa, ili atembee katika nuru yako. Tunaomba hivi ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen.